mara zote unatakiwa muelewe shetani hata nini. Lakini Yesu amekuwa anatufundisha kwamba pasipo ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Yesu anaposema anaelewa kwamba huko duniani, huko unapokuona huko duniani na mifumo yake huko, ni shetani yumo kwenye mifumo hiyo, yumo. Ukitaka kuona mabadiliko lazima ukae ndani ya Yesu. Kiukweli kabisa, hata kama unaona changamoto, Yesu atakutengenezea njia ya kuvuka hiyo changamoto kadri unapodumu ndani ya neno lake. Na ndio maana Yesu hakusita kuambia wanafunzi maneno haya: mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu wakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje. Nani anayekutupa nje? Nani anayekutupa nje? Anasema usipokaa ndani, nani anakutupa nje? Anayekutupa nje ni mfumo, ndio unakutupa. Umenielewa? Mfumo wa neno la Yesu, mfumo alioleta Yesu ndio utakao kutupa. Hakuna binadamu atakaye kuchukua kutupa. Ni mfumo utakutema. Kama hauombi, kama hakuna neno la Mungu ndani yako, kama haukeshi, kama haufungi, tabia za mwili zitakuja. Zikija za mwilini, ukifika maombi hakuna, ukikaa kidogo ni kupiga miayo. Unanielewa Ni kupiga miayo, amaliza haraka tuondoke, nawahi shughuli zangu hivi na hivi. Unafika hatua mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, vitu vya kiroho vimepungua ndani yako. Kufunga hakumo, kusoma neno hakumo, kukesha hakumo. Umenielewa? Tabia za kimwili zinajaa. Zikishajaa unatupwa nje. Utaanza kusikia neno la Mungu, unaona ni kama wananisema. Kwa sababu kila nikizungumza unakuta wewe ndiko unamelalia. Kila nikizungumza unakuta ndiko unakokolea. Kila nikizungumza unakuta ndiko umehatamia. Kila nikizungumza ameniona mimi. Wakasema wewe vitanda, ameona mimi na kitanda, anasema kifungi. Yaani itakuwa ni shida. Mfumo utapotea. Kumbe tatizo ni wewe, tatizo sio Yesu. Kwa sababu unapokuja kwa Yesu, ili usikae gizani, ni lazima ukae kwenye neno la Mungu likuchoronge, na wewe ukubali, ndio utabadilika. Kwa sababu uzima wa kimungu umo ndani ya Yesu, na ndio maana Yesu anataka uyamini maneno yake ili yaulete uzima wa kimungu ndani yako, na pia wewe uweze kuwa safi. Wakati mwingine nguvu za giza ambazo zinakuja kaa ndani yetu zinaondoka kwa kumulikwa na neno la Mungu. Zinaondoka. Ziko tabia ambazo zitaondoka ndani yako pale ambapo utakubali kutembea kwenye neno la Mungu. Utajikuta zinaondoka. Zitaondoka. Lakini kuna tabia zingine zitaondoka ndani yako kwa sababu kilichokosekana neno la Mungu. Kwani wale ambao hawajamwamini Yesu walioko nje, wakati wananisikiliza, wakati wananitazama, unafikiri kwa nini? Wanashindwa nini kuokoka? Ana nyumba, ana mke, ana watoto, ana hela, ana kila kitu, lakini anaona kuokoka bwana, kuokoka masharti yake mtumishi, masharti ya kuokoka ni magumu, singependa kuwa mnafiki, kuokoka ni kugumu. Sasa wewe unasema nikipata hela ndio nitaokoka. Haya, wewe mwenye hela hapa ndio uokoka. Wewe unasema nikiolewa nitaokoka. Haya, huyu aliyeolewa kuokoka umemshinda. Haya, pate nini? Nikipata watoto hata ndio nitaokoka. Haya, huyu ana watoto na kuokoka umemshinda. Haya, pate nini? Nikipata kazi ndio nitaokoka. Haya, huyu aliye na kazi wala kashindwa kuokoka, hataki nini? Kuokoka hakuhusiani na vitu. Kuokoka kunataka ufanye maamuzi thabiti kutoka ndani ya moyo wako, ukiwa unajitambua wewe ni mwenye dhambi. Sio ukipata kazi, sio ukipata mume, sio ukijenga nyumba, sio ukifanya hiki, sio ukinunua gari. Hakuna kitu hicho. Yesu kilichomtoa mbinguni kuja hapa duniani ni dhambi ambayo ndio inamtenganisha binadamu na Mungu. Kwa hiyo unatakiwa uje kwa Yesu kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Akusamehe dhambi, uitwe mtoto wa Mungu, uanze kujifunza neno ili uwe safi. Wewe unakutana na watu wanasema kwa kweli mtumishi wa Mungu unafanya tunasema vizuri, lakini acha kwanza nipate kazi nitaokoka. Unakutana na watu namna hii.
Unakutana na mtu anasema kwa kweli sijaolewa, hivi kuokoka ni ngumu. Unakutana nao. Wengine wanasema kwa kweli mtumishi unayosema ni kweli, lakini ngoja kwanza nimalizie kujenga nyumba. Maana nyumba yake anaibaiba. Ni maana nasema nimalizie kwanza kujenga nyumba, maana sasa hivi naishi maisha kuibaiba. Akamaliza kujenga nyumba, akaanza kununua gari. Akimaliza kununua gari anasema ninataka kufungua mradi wangu wa duka. Akimaliza hivyo hivyo, hajui ni lini Bwana atamtokea aseme nataka roho yako mpumbavu. Hajui. Swala la kuokoka ni uamuzi ambao unatakiwa ufanye wewe kwa kutambua kwamba nje ya Yesu Kristo mimi naishi dhambini. Haijalishi na swali au na sala. Umenielewa? Nimesoma au sijasoma. Nina elimu ya kidunia au sina. Lakini kama sijamwamini Yesu Kristo, mimi ndio natakiwa kumwamini Yesu. Ukilielewa hilo, wala hutapata shida. Ukimwamini Yesu, kaa kwenye mfumo alioleta Yesu, simama kwenye maombi, simama kwenye neno, simama kwenye maombi, simama kwenye neno, kwa sababu Yesu ameshasema neno moja hapa. Amesema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Full stop. Unaona kigezo hicho? Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Unaona? Yesu anazungumzia wewe kukaa ndani yake, alafu na maneno yake kukaa ndani yako, alafu kinachofuata omba. Haya, sasa wewe kuomba hutaki. Yesu anatoa majibu kwa mtu aliyekaa ndani yake na maneno ya Yesu yako ndani yake. Huyu mtu akiomba anasema neno lolote nanyi mtatendewa. Kama maeneo haya mawili, kukaa ndani ya Yesu hutaki, maneno Yesu kukaa ndani yako hutaki, lakini unakimbiza maombi kila siku. Kuna watu wanakimbiza maombi kila siku, lakini haya mawili hawayataki. Umeoga mbona unaenda mimi huwa naenda maombezi tu, naenda maombezi tu. Sikiliza, kigezo cha wewe kujibiwa kwa mujibu wa neno la Mungu. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Anza kukaa ndani ya Yesu, maneno ya Yesu yakae ndani yako, twende kwenye maombi, majibu yanatokea. Kwa sababu gani? Haya ndiyo maisha aliyoleta Yesu. Haya ndiyo maisha yanamtoa mtu gizani. Umenielewa? Tukisimama hivyo tukamuomba Mungu, nataka nikwambie utafanikiwa. Hebu muulize mtu ambaye unaamini ameokoka, amekaa ndani ya Yesu muda mrefu, muulize ni vitu gani? Ni vitu gani vya msingi? Umekuja kwa Yesu, jifunze neno. Kaa ndani ya Yesu. Alafu kuwa muombaji. Umenielewa? Ili uweze kuomba na kuleta madhara katika ulimwengu wa roho wa kishetani, lazima mchanganyiko wa mahusiano yako na Yesu na neno la Yesu viwemo ndani yako. Ukisimama kuomba, Mungu analiangalia neno lake apate kulitenda. Analiangalia wapi? Analiangalia kwako wewe. Haliangalii kwenye Biblia. Anaangalia huyu anayeomba. Mchanganyiko huo upo. Shetani atake asitake atapisha njia. Shetani atake asitake atapisha njia. Hayo mambo usipoyafuata na usipoyakubali, wakati mbeba maono ameshatangaza sana, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye mimi hata kaa gizani, hata kaa gizani. Yohana 8:12. Yesu anasema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kaa gizani kamwe. Hapa haihusiani na mchungaji, haihusiani na mtume, haihusiani na nabii, haihusiani na mwinjilisti. Yesu mwenyewe ndiye mwenye maono kupeleka watu mbinguni. Anazungumza hivyo na watu ambao amewajia kwamba yeye anifuataye. Swali la kwanza, unamfuata Yesu? Amesema hutakaa gizani kamwe. Maana yake kitendo cha kuto kumfuata Yesu, gizani utake usitake utakaa. Mifumo na tabia za kidunia
nje ya kumwamini Yesu Kristo, hiyo ni mifumo ambayo inawakilisha giza, inawakilisha giza lililoko ndani ya mtu. Ulevi ni giza, uchawi ni giza, uongo ni giza, kutambika giza, wizi giza, uasherati giza, na mambo mengine na hayo, uzinzi giza, hasira ni giza. Tabia ambazo haziyafanyi ya Mungu, tabia ambazo zinatokea upande wa shetani, hizo tabia maana yake ni giza lililoko ndani ya mtu. Unajua, unapomwamini Yesu, moja ya kitu unachokipata ukimwamini Yesu kwa kukubaliana na kumwaga damu yake pale msalabani kwa ajili yako, unasema alikufia wewe, umemkubali Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Baada ya hapo, maisha yanaendelea duniani hapa, shetani hakulazimishi. Unayo nafasi ya kumpinga shetani katika hali ya kumtii Mungu. Umemtii Mungu, ukimpinga shetani, shetani hakulazimishi. Lakini kama hujawahi kumtii Mungu kwa kumwamini Yesu, shetani sio kwamba utampinga, shetani anakaa ndani yako. Yaani atakalo ulifanya utalifanya, kwa sababu wewe ni nyumba ya nani? Wewe ni nyumba ya nani? Lakini ukimwamini Yesu au nyumba ya nani, unakuwa na uhalali wa kumwambia toka. Na ndio maana Yesu alipofufuka akaleta mamlaka kwa wanafunzi. Sasa nyinyi mlioniamini, na wapeni mamlaka ya kumfukuza shetani. Sasa mna kibali cha kumfukuza shetani. Kwa watu watakaokuja mkawapa ujumbe wangu, lakini umefungwa, mfukuzeni hata wafanya lolote, kwa sababu shetani anachokiogopa ni ile mamlaka iliyoko ndani yako. Na hiyo mamlaka ni nani? Ni Yesu aliyoko ndani yako. Ukisema wewe, hakuoni wewe, anamuona Yesu aliyoko ndani yako. Kwa hiyo anakimbia, sio wewe unamkimbiza, ila anamuona Yesu ndiye anamkimbiza. Kama hujamwamini Yesu, hali hiyo haiwezi kuwepo. Nenda kwa waganga, lalia nyoka, lala na hirizi, meza wembe, meza hiki, hali yote unahangaika. Ili uweze kuwa na hiyo mamlaka, lazima muamini Yesu Kristo, kwa sababu amekutoa gizani, umekuja kwenye nuru. Sasa una mamlaka, amekupa mamlaka ya kumtoa. Ndiyo maana tunapomwamini Yesu Kristo, shetani kwetu tunamwamuru toka, anatoka, kwa sababu sio wewe unaishi, ni Yesu anaishi ndani yako. Hivi mpaka hapo unataka ubembelezwe kuja kanisani? Nikubembeleo wiki hii nitagawa maziwa, nitakopa mawe yaliyopiga Goliathi, jamani, nitaenda kuja wiki hii nitagawa sijui kanda mbili za upako. Kazi hiyo sifanyi, matakataka ya uganga wa kienyeji hayo sifanyi. Huo ni uganga. Injili ya Yesu Kristo iliyonyoka na kwenda hivi. Unaelewa, unachukua hatua. Tunasimama ligi ya kuomba na shetani amejibanza humo ndani, alafu tumpelekee moto tuone kama hajabweka. Jamani, mnanielewa? Ukitaka kaa ndani ya Yesu, kaa. Ukichoka kaa ndani ya Yesu, huko duniani atakupokea mwenyeji wako. Sawa sawa? Yaani kitendo cha kukataa kaa ndani ya Yesu, jamani anasema umerudi, kaa hapa. Na ndio maana ukimkimbia shetani anakufuatilia kweli kweli. Lakini ukirudi hakuna shida, kaa, nafasi yako ipo. Nilishakaa uko umeniacha miaka 3. Lakini umerudi, nafasi yako ipo. Watakupokea kwa shangwe na sherehe kubwa sana, watakufunga miguu na mikono, akili kukae sawa sawa. Utana watu waliokoka, wanajifanya wameokoka. Kuokoka nini? Hamna lolote. Kuokoka wao. Watuulize sisi. Hapo ndio umefungwa miguu na mikono. Usipokuta na mtu ambaye amemwacha Yesu Kristo ana maneno mabaya, na ndio maana kama huna nguvu za Mungu, usijifanye kumwendea kumshuhudia. Atakudabua. Nataka mimi nimetoa pepo. Kwa jina la Yesu, nimetoa sana. Wewe umetoa pepo? Sasa hakuna kitu kule. Sio, mnanielewa? Ni kwa sababu amekamatwa sasa, anafanywa kuwa agent wa shetani, kuwashambulia waliookoka.
na mistari anakushushia. Haleluya. Tukitaka tusikae gizani, lazima tumwamini Yesu, tukae kwenye neno lake, tuweze kuwa safi, tusimame kwenye maombi na maswala. Kaa ndani ya Yesu, usiwaze wala usiombe ubembelezo na mtu. Si mnaokoka mimi peke yangu na wewe peke yako, na wewe peke yako. Mwokozi ni mmoja tu, Yesu. Hakuna uokozi wawili. Mwokozi ni mmoja tu, Yesu. Unapofundishwa neno la Mungu, simama kwenye hilo neno, simama kwenye maombi, simama vizuri. Nataka nikwambie leo, uko hivi, kesho utakuwa vile, utabadilika tu. Shetani ataka asitake, ya kwake yataondoka. Yataondoka. Wewe dumu ndani ya Yesu. Mbona wengine wana shuhuda nyingi tu? Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ambao umefuatilia mafundisho haya na mahubiri haya, yamefanyika baraka kwako. Kinachofuata hapo ni wewe mwenyewe kubadilika. Na kubadilika kwenyewe lazima muamini Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kama uko tayari, tuombe pamoja. Sema: Bwana Yesu, nakuja kwako kuanzia leo, naomba unisamehe. Mimi niwe mtoto wako. Ninakubali kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa naomba unikubali kwa utukufu wako mwenyewe Yesu Kristo. Amen. Basi msikilizaji wangu, uliyefanya sala ya toba fupi namna hiyo, lakini ina maana kubwa sana. Tunatakiwa kufuatilia mafundisho kupata kuelewa vizuri Kristo. Sasa baada ya jambo hilo, mimi napatikana Dar es Salaam, maeneo ya airport. Pale flyover ukifika, mwambie bodaboda akulete kanisa la Kilimani, jirani na Dokeni. Namba zangu za simu ni 0754 46 15 37. Barikiwa.